Sitakufa bali nitaishi. Nisimulie matendo ya Mungu. Nisimulie matendo ya Bwana. Katika nchi ya walio hai. Katika nchi ya walio hai. Mafanikio ni sehemu yangu. Mafanikio ni sehemu yangu. Afya ni sehemu yangu. Amani ni sehemu yangu. Amani ni sehemu yangu. Nitajua kuongezeka. Nitajua kuhesabu kuongezeka. Wala sitapungua. Wala sitapungukiwa. In Jesus mighty name. In Jesus Bwana Yesu makofi mazuri. Acha mwenzako high five, mwambie karibu katika ibada. Jirani mwambie karibu sana. Na tuketi katika uwepo wa Mungu wetu aliye hai. Just have a seat in the presence of the living God. Hallelujah. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Namshukuru Bwana kwa kutupa nafasi nyingine ya kuwa na ibada siku ya leo. Kabla niendelee, namshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi, namshukuru Apostle kwa sababu ya nafasi, na Mungu aendelee kutenda mema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua mimi wanapenda imizo, so kuna maono Mungu alileta, sasa akaniambia ni mzuri ufanye practice. Amen. Na mniombee neema. Iko. Kama Apostle amesema iko. Wacha nianze na ujumbe. Wakati kwa tunaomba asubuhi ya leo, mmoja wetu akapewa, nikaona ni mzuri nisome ili tuweze kupata ufunuo. Hallelujah. While we were praying, the Spirit of God revealed to me a vision. I saw a cosmetic products being taken to market. The factory which was preparing these products were using oil makucha ya bundi. And I heard a voice saying they want to capture the grace of prophecy and service to God. The people who will use their product, they are going to be amazed. All people who use them, they cease to attend church, and there was lateness and delay in churches and miracles. I saw the group of ladies complaining that the pastors are not powerful, and they hated and they moved across the churches. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ujumbe kwa ajili ya kanisa. Kuna mapambo, kuna manets, kuna vitu vizuri vinaundwa, lakini lengo lake ni kukamata. Haleluya. Kwa hivyo kabla akina dada mkienda soko, vitu mnavyotumia viombee, vinene kwa damu ya Yesu. Haleluya. Nenda na Mungu atakuweka imara. Uliza mwenzako, ibada ilianza saa ngapi? Ibada ilianza saa ngapi? Ilianza saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Ibada ilianza jana saa 12. Wengine tumekuwa katika uwepo wa Bwana hapa tu. Bwana Yesu asifiwe. Tulianza jana saa 12 mpaka sasa tunaendelea. Kwa sababu tumegundua usipotafuta Mungu tutabaki katika hali ya kutafuta Mungu na tumuone. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa wale wote waliojitolea, na neema ya Bwana izidi kutosha.
Bwana Yesu asifiwe. Ningependa pia niweze kusema ya kwamba tumeingia kwa majira mapya ambayo Bwana alitunenea kutoka mwanzo, na nimeona ushuhuda wake. Haleluya. Nimeona ushuhuda wa hiyo unabii. Siku ya kuinua aliye mnyonge, atamtoa kwenye mavumbi. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Weka mkono kwa kichwa chako na useme Bwana Yesu, siku ya leo niinue tena. Siku ya leo niinue tena. Mungu ndiye ana uwezo wa kuinua mwanadamu. Naona mimi nafurahia Mungu, maana nimeona utamu wa Jehova. Nimeonja utamu wa Jehova. Oh, haleluya. Mungu sio kama mwanadamu. Mungu yani anapenda sana watu waliodharauliwa. Anapenda watu walionekana hawawezi. Anapenda kupenda wale watu ambao wamefika mwisho. Wale watu wamechoka, wameona maisha imewakalia ngumu. Mungu anawachukua, anaanza na wao. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka tufike mwisho kwa mambo yetu, ndio Mungu aanzie mahali pale. Mpaka ufike mahali useme siwezi kwa nguvu zangu, hapo ndipo Mungu anachukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Ana akachekwa na Penina anamcheka Ana, anamwambia wewe kazi yako ni kukula na kujaza. Tulifundishwa asubuhi, wanajua kudharau. Wanajua kudharau. Wanaambia Ana, wewe kazi yako ni kujaza choo. Wewe kazi yako ni kuonekana maua tu. Hauna kitu ya kuonyesha wewe ni mama. Haleluya. Lakini wakati mmoja Mungu akamtazama Ana akamlilia Bwana, akasema Baba, ukinipa mtoto nitamtoa awe mtumishi wako. Mungu akasema nimesikia maombi yako. Haleluya. Akatazama Ana aliyekuwa mnyonge, hana mtu wa kumpatia patia pole, hana mtu wa kulia kwa nyumba akimwambia mama, hana mtu wa kumwambia mama leo uko smata, hana mtu wa kumwambia Penina kona watoto. Anadharau, anaendelea kumdharau, miaka nenda miaka rudi. Lakini Mungu anapenda walio wanyonge. Mungu anapenda waliodharauliwa. Mungu anapenda waliotukanwa. Mungu anapenda wale wameachwa. Mungu anapenda wale hawana jina. Mungu anapenda wale hawana pesa. Anawaambia nitawafanya kuwa mataifa kubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pokea neema ya Ana siku ya leo. Pokea neema ya Ana siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anavunjaga protoko za wanadamu. Anavunjaga itikadi za wanadamu. Kama ingekuwa ni mwanadamu, ingebidi Ana apiganishe mambo, atafute madaktari, atafute watu. Lakini Bwana akasema metodi yangu si kama ya wanadamu. Haleluya. Japo utainua sauti yako nitasikia kilio chako. Wakati utainua sauti yako nitakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwinua Ana. Naomba leo kashika mkono na Jehova. Sema Bwana Yesu, siku ya leo nishike mkono, nishike mkono. Muza jirani mwambie utashikwa na Jehova leo. Ushikwe mkono na Jehova leo. Mungu akushike mkono siku ya leo. Bwana amenituma na ujumbe. Nimekuwa katika maombi mbele za Bwana, nikitafuta uso ya Bwana. Mungu akaniambia I am going to do some things that my children don't deserve. Kuna mambo haustahili kupata kwa mikono za wanadamu, lakini mimi Jehova nitawapatia. Mimi Mungu nitatenda. Petero akavua samaki, wakavua samaki usiku mzima, wakavua samaki usiku mzima, wakatumia njia za wanadamu, ujuzi za wanadamu, hekima za wanadamu. Ile neti ya wanadamu ndio kwa mikono ya Mungu ikawa na muujiza. Nami nakuombea siku ya leo, wewe ambaye unavua samaki unakosa, ninaitisha neema juu yako, naitisha neema juu yako. Biblia inasema Petero akapata samaki kupita kawaida.
wakajua huyu sio wa kawaida. Haleluya! Maana alipo Yesu yote yawezekana. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Bwana, alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Haleluya! Wacha kuwa na stress. Piga jirani mwambie wacha kuwa na stress. Wacha kuwa na ika stress anakusumbua. Ni kama Mungu alifunga virago akaenda na ajaenda mahali yako tu. Ako. Haleluya! Mungu ajaenda mahali na hajabadilika. Mungu wa Ana ndio Mungu wa siku ya leo. Mungu wa Petero ndio Mungu wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Haleluya! Jipige kifuani useme nitamwamini Bwana. Nitamngojea Bwana. Nitamngojea Bwana. Oh my God. Oh my God. Mungu akiingia kwa unyonge, unyonge inabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Esther kama angekuwa afanywe kuwa malikia, hakuna vile angekuwa malikia. Hata wangetafuta, hata wangempeleka shule, hata wangefanya urembo, angekuwa mfalme, angekuwa malikia. Lakini Mungu akachokoza Vasti akaasi mfalme. Alipoasi mfalme akaweka hekima ndani ya wazee, akasema ili iwe funzo kwa wamama, huyu mama aondolewe kwa kiti na utafute mwingine achukue nafasi yake. Maana Mungu alitazama akaona Israeli wanaenda kuangamia, nitatumia nani? Akapata mwana anaitwa Esther. Oh haleluya! Sema kila protokoli itavunjwa, kila protokoli itavunjwa, kila protokoli itavunjwa. Bwana Yesu asifiwe. Esther akatolewa kuwa mtu asiye na kitu. Haleluya! Akabebwa na Mungu. Mungu anapitia Mordekai, anampeleka anakuwa malkia. Na nashukuru vile Mordekai alimwambia, tafadhali usiseme wewe ni Myahudi. Ukifika mbele yako usiseme wewe ni Myahudi. Bwana Yesu asifiwe. Maana tuko na plan, tuko na mipango. Tuko na mipango. Na leo nanenea biashara ya mtu uliye mali hapa siku ya leo. Unaona kana kwamba iko na unyonge. Bwana ashike mkono biashara yako. Mungu ashike mkono biashara yako. Mungu ashike mkono mapato yako. Haleluya. Haleluya. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Haleluya. Ingekuwa ni mapenzi ya wanadamu wanzana ingejengwa hapa. Ingekuwa ni mipango ya mwanadamu wewe haungekuwa mahali uko. Ni kwa sababu Mungu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Nikuzie jirani mwambie pokea neema ya kupokea kile haustahili. Oh haleluya. Mipango ya wanadamu inasema ni lazima uvue samaki usiku mzima ndio ufanikiwe. Lakini Mungu anasema ninaweza fanya muujiza. Ninaweza sababisha samaki wakatokea. Asubuhi tukaambiwa enda vilindini. Enda katika uzame sana. Nami nakuita siku ya leo, zama katika jina la Yesu. Zama katika jina la Yesu. Haleluya. Unapozama Bwana atafanya makuu. Amen. Bwana atafanya makuu. Amen. Bwana atafanya makuu. Amen. Bwana atafanya makuu. Amen. Haleluya. Nimemuona Bwana ameketi enzini. Nimemuona Bwana alivyoinuliwa. Nimemuona Bwana
Sijamuona Bwana alivyoinuliwa, hakuna aliye kama wewe Bwana. Yule mtu akaulizwa na Yesu akasema, sina mtu akuniweka kwa maji kitibuliwa na malaika, nikitibuliwa hakuna mtu akunisukuma, ndio maana sijapona. Oh, haleluya! Akapokea uponyaji ambaye hajaifanyia kazi. Akapokea uponyaji kutoka kwa Bwana. Yesu akamwambia, je, ungependa kupona? Akasema, sina mtu wa kuniweka kwa maji. Malaika akitokea, mimi najikuta sina miguu, nikijaribu kufika kwa maji sina nguvu, sina uwezo. Yesu akamwambia, niko na shortcut, niko na nguvu za Mungu ambazo hazihitaji ung'ang'ane ndio upate. Haitaji ung'ang'ane. Haleluya! Niko na kinywa na niko na nguvu, nikisema jambo itatokea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akavunja itikadi zote za wanadamu. Mwanadamu anasema maji kitibuliwa ndio utapona, lazima ung'ang'ane ufike ndio upone. Haleluya! Yesu akamwambia, I am giving you what you don't deserve. Hautakuwa na imani kwangu Yesu, hautaniamini hata mimi ni Yesu, lakini nakupatia uponyaji ambaye haustahili. Bwana Yesu asifiwe. Akampatia uponyaji, akampea uponyaji. Mimi napenda huyu Mungu, maana kuna wakati anakuangalia uko na nguvu kidogo, anakuona vile unaomba kana kwamba anasema, mwanangu, nimekuja, nitakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dakika moja mwambie Bwana, nimefungua moyo wangu, ingia ndani mwangu siku ya leo, ubadilishe maisha yangu. Sema, Bwana, badilisha maisha yangu. Getting what you don't deserve. Inaitwa neema. Inaitwa neema. Inaitwa neema. Haleluya. Tumesikia ushuhuda ya mtumishi Rafti, unapigiwa simu ovyo ovyo. Haleluya. Ni nani anafanya hiyo kazi yote? Ni Jehova. Ni Jehova. Ni Jehova. Ingekuwa ni kutafuta mshahara, dada yangu Agnes, mimi nimekuwa mwalimu. Pastor Festus, mshahara yetu ingeenda mara ngapi kwa mwezi ndio tufike hiyo? Miezi ngapi? More than 10. More than 10. More than 10 months ndio nifike. Lakini ya Mungu wiki moja, giant ya siku wiki moja. Haleluya. Mimi naomba mtu amwamini Mungu siku ya leo. God can do something. God can change your story. God can bless your life. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu ako kazini. Biblia inasema anatafuta walio wanyonge ili awainue. Anatafuta waliodharauliwa. Bwana akupate siku ya leo. Wewe ambaye watu wa kwenu wamekuona kana kwamba you are not important. Wewe ambaye unasikia kana kwamba wewe hauna mtu wa kukushika mkono, leo nakuitia neema mpya. Nakuitia neema mpya. Receive what you don't deserve. Receive it by the power of God. Sema, napokea, 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 napokea. Hallelujah. Sema, napokea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtumishi wa Mungu Pastor Evans amekuwa hapa, tukienda kwa radio program, tumefika pale kwa mlango, akanisimamisha, akaniambia, mtumishi, kuna kitu Bwana ameninenea. Nikamwambia, niambie. Akaniambia ujumbe, siwezi sema hapa. Haleluya. Siwezi sema, lakini inanihusu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu amekwambia hivi ndivyo atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tunaomba hapa Friday mkesha na mtumishi wa Mungu Pastor Festus akarudia the same thing. Akasema, Bwana amenifungua macho na nimeona kitu fulani. Nikajua Bwana amekatika. Bwana Yesu asifiwe. Kama ningefunga miaka mingi nifike pale singeweza. Kama ningelipa pesa singeweza. Lakini Bwana anasema neema yangu inakutosha. Neema yangu itakubeba. Najua uko unapitia, lakini nimekuletea Bwana kuipatia kila ustahili. Kuna kitu unapewa. Kuna mambo Mungu anafanya ambaye wewe ukitazama unasema, ni mimi nimefanywa hivi kweli?
Ni mimi nimefanyiwa hivi kweli? Inawezekana. Maana Ana alitembelewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako, are you ready? Are you ready? Are you ready? Ili upate kile haustahili, kuna mambo utafanya. Andika ya kwanza. Andika, ili uweze to get what you don't deserve. Enda nami katika Samueli hiyo hiyo 3:3. To get what you don't deserve, kuna kitu utafanya. Samueli wa kwanza 3, naomba tusomee, Apostle tusomee from verse 1 up to verses 9. Samueli wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Inasema, basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Akamtumikia nani? Bwana mbele ya akamtumikia nani? Bwana. Andika namba, lazima umtumikie Mungu na moyo wako wote. Umtumikie Mungu with all your heart. Usibakishe, maanisha. Kwa kila jambo unafanya kwa jina la Mungu, maanisha. Iwapo ni kufanya chochote, anasema akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Number 1, mtumikie Mungu. Number 2, na neno la Bwana lilikuwa andimu siku zile. Yes. Hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa amekaa na Eli, anajua Mungu na hamjui Mungu. Sema nakataa. That is not my portion. Amen. Nikafahamu kitu kimoja. Tunaweza kwa kanisani watu wengi. Kanisa sifiwe. Amen. Lakini kumjua Mungu, Mungu anajifunua kwako. Kanisa sifiwe. Amen. Injili inaweza hubiriwa kila Jumapili. Unaweza pata mahubiri kwa redio na kwa TV, lakini kumjua Mungu inabidi Mungu ajifunue kwako. Amen. Kanisa asifiwe. Sema Bwana Yesu, siku ya leo jifunue kwangu, jifunue kwangu katika jina la Yesu. Maisha ya Samueli iko karibu kubadilika. Tuendelee. Na neno la Bwana lilikuwa bado alijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya 3. Mara ya 3. Naye akaondoka akamwendea Eli. Yes. Akasema, mimi hapa. Mimi hapa. Kwa maana uliniita. Ndio. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. Nani alitambua Samueli anaitwa? Eli akatambua. Akaona hii mtoto, something is happening. Sio sauti yangu, ni Mungu anatumia sauti yangu, lakini anamuita. Akamwambia Samueli, ukiitwa tena sema mimi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili upate what you don't deserve, number 1, you need destiny connector. You need a destiny connector. Oh, hallelujah. You need somebody to teach you something. Mungu anafundishwa kwa watu. Ndiposa wakati mmoja ukisoma kitabu cha Yohana 6, Filipo akauliza Yesu, tuonyeshe huyu Mungu hata sisi tumjue. Yesu akamwambia, ukiniona mimi umemwona Mungu. Ukisikia maneno yangu umesikia maneno ya Mungu, maana sio maneno yangu, ni yeye ako ndani yangu. Amen. Haleluya. Ili umjue Mungu lazima uwe na mtu akukuelekeza. Haleluya. Na ndiposa ni muhimu sana. Eli akajifunua kama akajua. Samueli hajajua, lakini Eli akaelewa hii ni Mungu anaongea. Akamwambia, raundi hii akikuita, mwambie mimi hapa. Mimi hapa Bwana. Hata kwa biashara lazima tuwe na walimu wa biashara. Amen. Hata lecturer lazima afundishwe PP1. Lazima aelekezwe. Haleluya. Hata mcheza mpira anayejua kucheza mpira hachukuliwangi akitoka Kishagi akienda kwa uwanja, lazima apelekwe kwa coach. Coach amwambie mpira inapigwa hivi. Si ati hajui kupiga, lakini lazima afundishwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukipenda kujua Mungu, lazima Bwana atajifunua kwake kupitia watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Biblia inasema Mungu atajidhihirisha kwetu kupitia manabii wake. Bwana Yesu asifiwe.
ni nani? Mzazi. Mzazi akifail stage ya mtoto kabla hajaenda kwa mwalimu, kuna kitu kitapotea. Ndiposa lazima sisi wazazi tuweke bidii ya kuelekeza watoto wetu kwa njia za Mungu, maana tumepewa hiyo nafasi na Jehova. Ukisoma hapo, Mungu anasema nitapiga nyumba ya Eli, maana Eli aliona watoto wake wanapotea na hakuwakataza. Asifiwe. Mungu anamlaumu Eli, anasema Eli aliona watoto wake wakipotea lakini hakuwazuia. Mungu akakasirika. Asifiwe. Akasema hakuna mtu kwa nyumba yake atakuwa kuhani. Maana ni nafasi tumepewa wazazi. Kuna kitu mzazi anaweza ambia mtoto ambaye jirani hawezi mwambia. Kuna kitu mzazi anaweza kueleza ambaye watu wa mataifa hata usikie mitandao hawezi kuambia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimefika umri ya kufikiria maisha na ile stage ya kufikiria kila kitu ni wewe ndio kusema. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja mzazi wangu akaningojea kwa varanda akaniita, na kuna mambo sentence moja alinieleza mpaka leo ili nisaidia kuepuka majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu Mungu ametuaminia wazazi, na ndipo lazima tuwapeleke kwa destiny connector yao. Yes. Hallelujah. Ukisoma Mathayo kuanzia chapter 1 chapter 2 inasema Yusufu alipewa jukumu ya kuhakikisha Yesu ako salama. Bwana Yesu asifiwe. Ile inasema malaika anamwambia sasa chukua Yesu na Mariamu mwende Egypt. Mchukue mbebe, maana Mungu ameaminia Yusufu kulinda uhai wa Mary na uhai wa mtoto. Amen. Haleluya. Kwa hivyo wazazi, Bwana atupatie neema. Amen. Maana watoto wetu watafika kwa hatima. Amen. Oh, haleluya. Sema watoto wangu watafika kwa neema ya Jehova. Kwa hivyo destiny connector number 1 anaitwa mzazi. Mzizi wa mwanadamu kwa mzazi wake. Destiny connector. Ndiposa Musa akasema atakaye mlaani mzazi na afe, maana mzazi amebeba uzima wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Niguze jirani, mwambie tunza mzazi, tunza baba yako, tunza mama yako kama wako hai, katika jina la Yesu Kristo. Watunze. They are your destiny connector. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulisomea asubuhi Yusufu alichukiwa na ndugu zake, lakini Yakobo alimprotect. Yakobo akamficha. Hata kama ndugu zake walimchukia, lakini Yakobo akatetea Yusufu. Hata kama alimwambia unasema tutakuinamia, lakini bado anamficha. Anamweka salama ili afike kwa hatima yake. Sema Bwana Yesu nisaidie. Nifikie hatima yangu katika jina la Yesu. For you to get what you don't deserve, you need a destiny connector. Number 1 ni mzazi. Number 2 ni mwalimu. Mtu ambaye anakufundisha mambo. Naamini wale tunafanya biashara leo, kuna mahali tulipitia ndio tukajua biashara. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tulijua biashara, kuna vile tuliambiwa hivi na kuwa. Sio kweli? Kwa hivyo lazima upate mwalimu. Na number 3 destiny connector ni mtu aliye na cheo. Watu walio na vyeo, they are your destiny connectors. Watu walio na mamlaka ya kuamrisha mambo, watu walio na mambo ya kubadilisha mazingira ya watu wengine, wanaitwa destiny connectors. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama Mordekai alikatana na mambo ya kuabudu miungu mingine, alihitaji King Ahasuero ndiye akuwe the second in command. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana Yesu nipatie msaada wangu siku ya leo. Nigusie jirani, mwambie jirani leo pate msaada wako katika jina la Yesu Kristo. They are your destiny connectors. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu angeendelea kutabiri kwao, angebaki kwao milele. Alihitaji Farao ndio kipawa ionekane. Amen. Amen. Haleluya. Yusufu alipokuwa gerezani anatoa unabii, lakini hawa wangemsaidia. Alihitaji Farao ili aonekane. Au kwa nyumba yake. Uko na kipawa mtumishi wa Mungu, uko na neema. Kuna mahali hatima yako imejificha ndani ya hatima ya mtu mwingine.
Huyo mtu mwingine akitafuta hatima yake ndio yako itapatikana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sema ninaomba neema ya Bwana. I need a connection. I need a connection to my next level. Bwana asifiwe. Wewe ni mfanyabiashara. There is a connection that will take you out of your stage. Amen. I tell you the truth. Kuna vitu havifanyiki bila Mungu kupitia kwa mikono ya watu fulani. Mungu anatubariki, anaanza na Mungu yeye, anapitia kwa binadamu, yaenda kwa binadamu mwingine. Hallelujah. From God to man to another man. From God to man to another man. Amen. Huduma ya Mlima Zaidi, wewe ni mtu wa maana. Amen. Maana msipokuwa tutahubiria viti. Hallelujah. Masi, usipokuwa tutahubiria nini? Lazima ukue. You are very important. Amen. Nikuzejana mwambie you are very important. Lazima ukue. Hallelujah. Agnes, you are very important. Amen. Na ile unafanya kwa huduma mimi siwezi fanya, hata nikijigawa siwezi fanya. We need other. We need each other. Ambia mwenzako we need each other. We need each other. Tunahitajiana. Kuna vile utanihitaji na mimi nitakuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndiposa mimi nakuita leo. Ukitengeneza mahusiano na Mungu, tengeneza na watu pia. Amen. Ile bidii unaweka kutafuta Mungu, pia tunza mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Samueli angedharau Eli, angekosa kufika kwa destiny. Maana hata kama Eli alikuwa na kaka na kwamba haelewi, hana network, Mungu alimtumia bado. Amen. Yesu asifiwe. Samueli aliheshimu mahusiano yake na Eli, ndio Mungu akambariki. Daudi alitunza mahusiano yake na Sauli. Hata kama Sauli ameondolewa na Mungu tukufu, Daudi anasema siwezi muua mpaka mafuta wa Mungu. Maana alielewa akiua Sauli hata yeye atauawa akiwa mfalme. Akapeana mfano mwema, akasema usiue mpaka mafuta. Alikuwa anajitetea. Maana angeua Samueli hata yeye angeondolewa na hiyo njia. Biblia inasema anayeua kwa upanga hata yeye atakufa kwa upanga. Yesu asifiwe. Amen. Nikuze tunamwambia tunza mahusiano na watu wale Mungu amekupea. Amen. Amen. Enda nani katika Yohana nikuonyeshe jambo fulani. Yohana 19. Nataka nikuone, nione uso wako, na kuabudu. Nataka nikuone, nione uso wako, na kuabudu. Oh Yesu, jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Soma nami katika Yohana 18 kuanzia 15. Haleluya. Ambapo tusome Yohana mtakatifu 18 kusoma 15. Nasema nini? Wakamfuata Yesu. Petero na wanafunzi mwingine. Na mwanafunzi huyo alikuwa amejulikana na kuhani mkuu. Akaingia pamoja na Yesu katika behewa la kuhani mkuu. Lakini Petero akasimama nje mlangoni. Ndio. Basi yule mwanafunzi mwingine aliyejulikana na kuhani mkuu akatoka. Akasema na mngoja mlango. Akamleta Petero ndani. Akafanya nini? Akaleta Petero wapi? Ndani. Petero amefika kwa gate. Amekaa nje. Maana anajua hapa hajulikani. Lakini Biblia inasema kuna mwanafunzi mwingine anajulikana na kuhani mkuu. Alikuwa na mahusiano na kuhani mkuu. Kwa hivyo kuhani mkuu anamjua.
Bwana Yesu asifiwe. Akamwendea Petero akamwingisha ndani. Maana kuna uhusiano katikati ya Petero na huyu mwanafunzi. Na huyu mwanafunzi pia ako na connection na kuhani mkuu. Hawezi ulizwa kitu. Bwana Yesu asifiwe. You need a destiny connector. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate kile astahili unahitaji mwanadamu. Sema Bwana Yesu. Siku ya leo nifanye kuwa chombo cha kuunganisha watu na hatima zao. Nifanye kuwa chombo cha kuunganisha watu na hatima zao. Oh yes, number 2, you need connection with God. You need connection with God so strongly. Lazima uwe na connection kubwa na Mungu. Lazima uwe na connection kubwa na Mungu. That is very important. Number 1, destiny connector, wanadamu ambaye Mungu atatumia. Number 2, you need connection with God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna viwango vya mafanikio hawezi pita iwapo hauna sauti ya Mungu. Kuna viwango vya mafanikio hauwezi pita kama hauna sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama una bidii, lakini kuna nafasi na sauti ya Mungu ndiyo itakuokoa. Kuna mahali sauti ya Mungu pekee inaweza kuondolea hasara. Inaweza kuondolea mambo yasiyofaa. Oh, hallelujah. Mwambie Bwana Yesu, nifungue masikio yangu. Oh God, just cry to God for 1 minute. Just tell God, help me to hear you. Help me to understand you. Help me to know what you are saying. Help me to know what you want me to do. For you alone are one. Biblia inasema na Samueli akasikia sauti ya Bwana. Oh God, may you open. Yes. Baba, nifungue masikio. I need your voice. I need your voice. I need your voice. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kuna mahali uweze pita pasipo sauti ya Bwana. Sauti ya Mungu itakuongoza. Sauti ya Mungu itakunenea. Unapolala Bwana anakupatia mafunuo. Anakupatia maelekezo. Anakupatia njia ya kutoka. Njia za kutoka mautini ziko na nani? Njia za kutoka mautini ziko na Bwana. Yes. Nena na moyo wangu. Nena na moyo wangu. Watumishi wa Mungu mnayenisikiza siku ya leo, tafuta sana Mungu akunene. Amen. Hallelujah. 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 Tafuta sana kusikia Mungu akikuongoza. Amen. Samueli alikuwa kijana wa kawaida. Alikuwa hajui sauti ya Mungu, lakini maisha yake iko karibu kubadilika. Ako karibu kuwa nabii atakayeheshimika. Lakini kile kilifanya maisha yake ikabadilika is the voice of God. Alianza kusikia Mungu. Alianza kuelewa Mungu akiongea. Na maisha ya Samueli ikabadilika forever. Amen. Kile kitafanya anga yako ibadilike, you become unstoppable, untouchable, is the voice of God. Amen. Tunaweza jilinda, tunaweza kujua binadamu anaweza jilinda, lakini kuna mahali Mungu wa Mungu pekee ndiye atakulinda. Amen. Tunaweza fanya kazi kwa bidii, but I tell you the truth, kuna mahali sauti ya Bwana pekee ndiye atakusaidia kupanda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nakuombea siku ya leo. Yesu akasema kondoo wangu wanasikia sauti yangu, nao wananifuata, na sauti ya mgeni hawatasikia. Bwana asema, Bwana nena nami. Amen. Itisha sauti ya Bwana, mwambie Bwana nena nami. Bwana nena na maisha yangu. Nena na maisha yangu. Nena na maisha yangu. Nena na maisha yangu Yesu. Asubuhi tukasomewa kuhusu Abrahamu. Biblia inasema Abrahamu alitumikia miungu za baba yake mpaka sauti ya Mungu ilipomfikia ikabadilika. Leo tunasema ni baba wa imani, maana alianza kusikia Mungu. Amen. Our life will change when we hear God.
Na unapokosa kusikia Mungu, inafaa ulilie Mungu na mwambie God, no. Have mercy. Have mercy, Lord. Have mercy, Lord. Help me to hear your voice. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wanajua ndege ikipotea inaweza potea vibaya sana? Hata ndege si kama gari inaweza pata gari, si kweli? Ndege wewe inapimwa na degree. Na ikipoteza with only 5 degree, ilikuwa inaenda Amerika, itajikuta Canada. Maana haifai kufanya makosa. Ndio unaona pilot anapelekwa training ya miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimaliza kasi tafadhali. What have you done? Yes sir. Haikuwa na hiyo chichichi. Training ya mwanandege, ukimaliza miaka 7 unapewa helicopter. Uendeshe nini? Unaendesha nini? Helicopter. Hii ndege. Haleluya. Ukifika miaka 10 unaanza kupewa ndege ya watu 5. Uendeshe ndege ya watu 5. Haleluya. Utoke aya, ukifika hapo unapewa ndege ya kutoka JKIA uende Mombasa. Wakiona umekomaa wanaanza kukupea kwenda sasa South Africa. Ndio unakutanga mapilot wengi ni wazee, si kwa sababu wanataka kuwa, ni kwa sababu lazima usifanye makosa. Haleluya. Nami nakuita katika huduma ya kumngojea Bwana. Unapojenga your personal altar, number 1, the voice of God must be included. Ili madhabahu yako binafsi iwe na nguvu, lazima ukutane na Jehova. Ukipiga magoti, Mungu anakunendea. Ukiita Bwana, Bwana anakuongoza. Bwana, nashukuru leo tumepana Madam Raila asubuhi ya kwamba Pastor Bule akipiga magoti atapewa majibu. Bwana Yesu asifiwe. Sema nami niko hapo kwa jina la Yesu. Nami niko hapo kwa jina la Yesu. Hakuna kitu kizuri kama sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inashinda dhahabu. Inashinda magari 100. Amen. Inashinda kuwa na magorofa kila mahali. Ukiwa na sauti ya Mungu. Amen. Hata utupwe kwa shimo bado utainuka tena. Amen. Hata ufungwe kama vile Petero alifungwa, malaika alimtoa. Amen. Maana ako na sauti ya Mungu. Nami nakuombea siku leo Bwana akufungue masikio. Amen. Bwana akufungue masikio. Amen. Ili masikio ifunguliwe lazima utaitrain kumsikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujiweke katika nafasi ya kusikia Mungu. Amen. The voice of God is your guarantee of your victory. Yes. Is your guarantee. Mambo mengi utapata pasipo kulangana. Number 3, ya mwisho. Number 1, uwe na destiny connector. Number 2, uwe na communication ya Mungu. Number 3, omba Mungu akupe ujasiri wa kufanya yale mambo unapanga na uoga wa kufanya. Ask God to give you the courage to do what you fear doing. Unaogopa kufanya vitu fulani kwa maisha yako, lakini ni ya msaada, lakini unaogopa, uko na wasiwasi, uko na mambo inakwambia ukifanya utafail, ukijaribu utaanguka. Wewe hii mambo ukianza watakucheka. Hii ukuta unajenga hata mbweha inaweza angusha. Yaani kuna kitu inakuzuianga usijenge ukuta. Kila wakati unataka kufanya kitu unasikia unakosa neema, unakosa nafasi, unakosa neema, unakosa. Na kitu ya kwanza umesikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusikia Mungu lazima tuchukue hatua. Lazima tuwe watu wa kuchukua hatua. Nimenenewa na Bwana, niache sasa kupiga mahesabu za wanadamu. Wacha niende na sauti ya Mungu. Amen. Maana sauti ya Mungu haikosei. Haleluya. Mara mingi tumenenewa na tumeambiwa, lakini ile uoga inatuzuia kuchukua hatua. Unakaa kana kwamba Mungu atanena. Sema leo nimeivunja kwa jina la Yesu. Sema nimeivunja. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya uoga sema nimeikataa. Nimeivunja kwa damu ya mwana kondoo. Nimeivunja kwa damu ya mwana kondoo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja kuelewa pepo ya uoga ni mbaya kuliko hata shetani mwenyewe. Pepo ya uoga ni mbaya sana. Imechelewesha mambo mengi kwa maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wawili walikuwa wamemaliza university na
wako kutafuta kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wamepiga maraundi wakakosa kazi. Alafu wakafika mahali wakaona mkutano. Walipouliza wakaambiwa ni governor ako mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kijana mmoja akasema nimekosa kazi, hata nikikufa askari wakinipiga risasi hakuna hasara. Bwana Yesu, lakini leo lazima ninene na governor. Mwingine akamwambia wewe wacha. Akasema no. Leo nimeamua. Bwana Yesu asifiwe. Akajisongesha kwa watu akatime. Alipoona askari wamezuba, alikimbia mpaka kwa governor. Kitambo maaskari wakuje ako kwa governor. Askari wakimshika naye anashika mguu ya governor. Siendi. Naweza asifiwe. Siendi. Bwana buti. Governor akasema wachaneni naye. Akachaneni naye. Akapea governor makaratasi. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yake ilibadilika. Amen. Yule mwingine alikuwa anambia wacha, akaendelea kusema wacha. Yeye alisema mbaya kuzuri lakini lazima niende. Nimeteseka for many years. I rather go. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwana Mungu akaambia Joshua, fear not. Usiogope. Nikuzejaribu mwambie usiogope. Uoga ni lugha ya shetani. Inakuzuia usipate vile vitu Mungu amekuandalia. Amen. Nasema leo ivunjike kwa jina la Yesu. Kila roho ya uoga ibomoke kwa jina la Yesu. Haleluya. Kuna maisha Mungu anataka uyaondoke, lakini unajiuliza na nikiondoka sasa nitakuwa namna gani? Mungu atafanya nini? Ataelewa. Mungu aelewa. Hiyo haelewi. Basa nikiondokea hii barabara nitakulaje? Sasa nisipofanya vile nafanya hivi kweli itakuwaje? Mungu ako na njia za kulisha watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ako na njia ya kuinua maisha yako. Sema kila roho inanizuia naivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Naivunja kwa jina la Yesu. Getting what you don't deserve is come by the grace of God. Amen. Mungu anakutazamia. Tafuta sauti ya Mungu number 1. Tafuta kuongozwa na Mungu. Na ili uongozwe na Mungu lazima utafundishwa. Lazima uelekezwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili ujue kutembea na sauti ya Mungu. Huwa inachukua process lakini iko na faida kubwa. Amen. Ukikaa na manabii utakuwa nabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakuombea neema katika jina la Yesu. Amen. Number 2, tunza mahusiano yako na your destiny connectors. Tunza sana mahusiano. Oh God. Tunza sana. Yesu mwenyewe akafundisha katika Luka 16:10 akasema, ukikuwa mwaminifu kwa ya watu wengine ndio Mungu atakupea na yako. Lazima uwe na uaminifu kwa ya wengine ndio akupea yako. So we must tunza our relationship. Last one but not least, lazima uombe ujasiri wa kufanya kile unahisi kuogopa ndani mwako. Kuna jambo unafaa kufanya lakini una sita. Lazima uombe Bwana akupe neema. Then you will get what you don't deserve. Praise be to God. Amen. You will get what you don't deserve. Kama Ana angeogopa kuhani Eli, aone kama atamuona amelewa, aseme acha niache maombi maana ataniona kama nimelewa, angepata muujiza. Lakini aliendelea kuomba. Hata kama ameitwa mlevi aliendelea kuomba. Akaambia mkubwa wangu, mimi sio kulewa, nimelewa, ninaweka moyo wangu mbele za Mungu. Angeogopa asitukanwe, hangesonga mbele. Nami nakuita kati, usiogope kutukanwa na watu. Usiogope kusemangwa na watu. Usiogope. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiogopa utachelewesha baraka zako. Wakuongea wafanye nini? Wakuongea wafanye nini? Wacha waongee. Bora wewe una mdomo na mikono ya kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kile Mungu amesema fanya. In Jesus mighty name.
Kwa hivyo nakuachia mambo matatu na Roho wa Bwana akuhudumie. Amen. You get what you don't deserve. Amen. You get it by the power of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo neema ningependa kuiachilia siku ya leo. By the grace of God, walk in what you don't deserve. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sheria za wanadamu inasema lazima utafute samaki usiku mzima, lakini Yesu anasema ukisikia sauti yangu na kukaza kunipenda utapata, kwa jina la Yesu. Ukisikia sauti yangu na unitii, mambo yako itabadilika. Ukisikia sauti yangu na uniheshimu, mambo yako yatabadilika. Mambo ya wanadamu inasema lazima ufanye bidii. Lazima uweke bidii. Na ni mzuri kuweka bidii, lakini tegemea neema ya Bwana ili Bwana akubebe. Weka bidii na neema itakupeleka mbali. Tusimame kwa miguu yetu.